Siku moja katika tembea zangu nilitokea kukutana na binti mzuri sana. Binti ambaye nilishindwa kuyatoa macho yangu kwake. Kwani nilipomtizama ilikuwa ni sawasawa na mtu aliyekutwa na mshangao mkubwa. Binti yule alikuwa na sura ya kung'aa kama almasi. Moyo wangu ulishindwa kuvumilia. Ulikuwa ni wenye kudunda. Spidi yake ilikuwa ni mithili ya umeme. Akili yangu ikanituma kwamba yule anaweza akawa ndo mwanamke wa ndoto zangu. Mawazo yangu, fikira zangu zikanituma nimfuate. Nikamfuatilia binti yule. Binti hakuwa mchoyo. Alisimama na kunisikiliza. Nikaongea naye, lakini binti yule wakati naongea naye, nilipomtizama niligundua kwamba ni binti ambaye kwamba anaishi maisha ya kitajiri sana, na mimi hali yangu ni ya chini. Mawazo yangu akafikiria kwamba sidhani kwamba anaweza akanikubalia, lakini haikuwa hivyo. Binti yule alinipa muda. Alinipa siku zaidi ya 3. Ilipofika siku ya 4 nilipomfuata, binti yule aliniambia amekubali. Amekubali kuwa na mimi. Basi huo ndio ukawa mwanzo wa mahusiano yetu. Tukaendelea na maisha. Tumeishi. Kiukweli tulikuwa ni watu ambao kwamba tulipendana sana. Na mapenzi yetu yalikuwa ni mapenzi yenye amani sana. Kwani sote tulikuwa ni wenye furaha na ni wenye kuridhiana. Tulijikuta tukipendana kiasi kwamba hata wazazi walishindwa kuelewa kwamba vijana hawa imekuwaje mpaka wameendana. Mapenzi yetu tulipanga yafike mbali sana. Lakini siku moja nilijikuta ni mwenye kuwa na roho ya ajabu sana. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba niliahidiana naye yule binti. Lakini mimi siku moja nilikutana na binti mwingine tofauti na yeye. Macho yangu na hisia zangu zikajikuta zinamwendea binti yule. Nimeishi naye yule binti wa kitajiri ndani ya muda mchache, lakini nimejikuta nimekinai. Ghafla nimekuja kutokea kumpenda mtu mwingine. Binti yule niliyemuona kwa mara ya pili, akili yangu ikanituma nimfuatilie. Nikamfuatilia na nikao na mahusiano naye. Baadaye binti wa kitajiri akaja kugundua. Alipokuja kugundua akaniambia, ila cha kustaajabisha hakuwa ni mwenye huzuni wala hakushangaza sana na jambo lile. Nikaona huyu ndo mtu wa kuwa naye kwa sababu hana wivu. Nikasema huyu ananifaa. Ni bora niachane na yule kwa sababu hakuna alichonionyesha ambao kwamba kinaumiza. Tukaendelea na maisha. Siku moja mimi nikaenda nyumbani kwao. Nilipofika nyumbani kwao, lengo langu mimi ni kwenda kumfuata yule binti na kumuita. Lakini nilipofika niliishia njiani kwa sababu nyumba yao ilikuwa haiingiliki hivi. Ni nyumba ya kitajiri sana. Nje kumezungukwa na walinzi wengi sana. Kwa hivyo mimi nikabaki kuishia nje. Wakati nitaka kuondoka, binti yule aliniita kwa njia ya upande wa dirishani. Aliponiita akaniambia nisubiri. Ikabidi nimsubiri. Akashuka, lakini ghafla kuna kijana mwingine anakuja na gari. Wakati kijana yule amefika, moja kwa moja binti yule akamkimbilia yule kijana. Alipofika kwa yule kijana akamkumbatia. Hii kiukweli iliniuma sana, kwa sababu sijajua kwamba kijana yule ni nani kwake. Nikapaswa niondoke kwa sababu nilishindwa kuvumilia. Wakati naondoka yule binti aliniita. Nikasimama. Yule jamaa akamuuliza yule ni nani. Kauli ya yule binti ilinifanya nijisikie mnyonge sana, kwa sababu alishindwa kunitambulisha mbele yake.
binti yule alikuja na akaniambia kwamba yule alikuwa ni mtu wake. Hii kitu ikanifanya mimi kujisikia vibaya sana. Ibana, mtu wangu wa nguvu, tukutane katika sehemu ya pili.